ya dunia mzima hapa Meru. Na kwingineko kwamba timu ya taifa ya ndondi ya kina dada imezidisha mazoezi yake inapojiandaa kwa mashindano ya dunia ya wanawake yatakayoandaliwa jijini New Delhi kule India. Kwa mujibu wa kocha mkuu Benjamin Musa, anahisi kwamba kikosi chake kitayari kutoa medali. Mashindano hayo yatafanyika March mwezi kati tarehe 19 hadi 27 mwezi huu wa Machi. Mwanahabari mwenzangu Jeff Mogire alitangamana basi na kikosi cha timu ya taifa cha ndondi cha upande wa kina dada na kuandaa taarifa hii. Ukumbini Mathare, maandalizi ya mashindano ya dunia ya wanawake ya ndondi yanaendelea na yameshika kasi kabisa katika ukumbi huu, na mabondia wanafanya kazi kuhakikisha kwamba wanaleta matokeo mazuri katika mashindano hayo ambayo yatafanyika hivi karibuni huko India. Baadhi ya mabondia ambao wapo hapa ni captain ama nahodha wa timu ya taifa ya wanawake Liz Diego, pamoja na wengineo ambao wanaongoza mashindano maandalizi haya kuhakikisha kwamba mashindano yanakuwa yanafana na kuwa yenye mafao makubwa kwa taifa la Kenya. Kwa hivyo nipe nafasi niseme na captain hapa anielezee maandalizi yamekuaje na wanafanya nini kuhakikisha kwamba matokeo yatakuwa tofauti mara hii. Liz, mmefanya mazoezi kwa takriban wiki 2 hivi na mmekuwa hapa, labda ni wiki ya 3 hii. Mashindano ya karibu kuanza, maandalizi yenu yamekuaje? Naweza sema maandalizi yako poa. Zoezi pia kila mtu alikuwa anafanya binafsi kabla watu wakuje camp hapa. So hapa tunawakia tu mostly weakness za kila individual. So tunao pia by sai tuko better than like a month ago, sharpening our weaknesses. So tunatarajia tu matokeo mema. Labda kama bondia ni kitu gani mmekuwa mnafanya mazoezi kwayo sana, haswa zile techniques? Mmekuwa mkifanya nini kuhakikisha kama matokeo yanakuwa mazuri, na mmekuwa mkifanya nini kuhakikisha kwamba mnaboresha viwango vyenu? Mostly tunasema juu sparring ndio boxing yenyewe. So the more tunafanya sparring, the more unajua weakness yako iko wapi. So tumefanya more of sparring na watu wana try kuwakia the weaknesses na kukua better, na pia tumewakia strength pia na endurance. So ikipika pale isikuwe mtu alikosa pumzi ya kumaliza game. So najua sasa tuko fit. Yeah. Kama captain wa timu ya taifa ambayo inaelekea India, wana mabondia wako unawaangalia, unawachunga na unahakikisha kwamba wanafanya kile wanalostahili kufanya katika ukumbi huu ili kuboresha matokeo. Ukiangalia mabondia wote unaona nini? Naona tuko na potential, tunaweza kuja na medal. So ni ile tu kila mtu ajitume, ajionyeshe kuwa anaweza. So kuna wenye wana join team kwa mara ya kwanza, so ni kuatia tu moral na kuambia wanaweza, wasikiwe na hofu ati ni game yao ya kwanza. Ambia boxing ni ile as long as kuna ile mentali ya kushinda tutakuwa mshindi. Tumeshinda medali nyingi sana Afrika, tumeshinda medali ulimwenguni, lakini miaka ya zamani hivi karibuni hatujafanikiwa sana. Kuna Wakenya ambao wanapenda boxing, wanapenda ndondi na wanatarajia sana labda mara hii kuna uwezekano kwamba tunakuja na dhahabu au shaba au fedha. Naweza sema kuna uwezekano ndio, so ndio tunawakia. Pia sisi tunataka tu hizo medali, ndio maana pia tuko hapa tunawaka. Si ati tumekaa, ama pia wale pia wengine pia wana train. So ni ile tu kujituma zaidi. Najua tunaweza. So hakuna kitu haiwezekani, so ni kutia tu bidii na kufuata dream yako. So najua pia inawezekana, so ni kuomba God atupatie hiyo nguvu na tuweke bidii tukuje na ushindi. Shukuru sana Liz, and all the best katika mashindano haya yanakuja. Asante sana. Amekuwa Liz Diego, captain na manahodha wa timu ya taifa hapa. Anazungumzia maandalizi yao, anazungumzia hali ilivyokuwa awali na hali ilivyo sasa. Wachezaji wachanga wapya wamejumuishwa kwenye kikosi na huenda wakaleta mafao kwa timu ya taifa na mafao kwa taifa lao. Sasa niruhusu tena nizungumzie na mengine hapa. Friza Anyango, wewe ni bondia ambaye umejiunga na timu ya taifa hivi karibuni. Labda kivyako kujiunga kwa timu ya taifa na maanisha nini kwako? Naweza sema ni blessing kwanza, juu nimekuwa nikitamani kufika hapa mahali nimefika leo.
Nasikia vizuri sana, pia Mungu anajibu maombi. Yes, so ni mwanzo wa mambo mazuri. Ndio. Umejiunga na timu ya taifa mara ya kwanza, na wakati unajiunga na timu ya taifa unaenda kushiriki mashindano ya dunia. Hii itakuwa mara yako ya kwanza kabisa kama bondia. Unatarajia kufanya nini tofauti? Given the chance, sasa hivi nimepatiwa hivi, najua results takuwa nzuri zaidi. Hawata regret kwa hii team yani. So na hope tu kutakuwa na medals za kuja huku. Yes. Kama bondia, ingawaje ni mara yako ya kwanza ndio, lakini ukiangalia wachezaji wenzako, mabondia wenzako ambao mnacheza nao, unaona nini? Kuna motisha, kuna moral, kuna uwezekano kwamba tunaweza kufanya mambo makuu huko India? Motisha iko hali ya juu. Now that tuko na magwiji wenye wamekuwa kwa hii team for the longest time, tunatrain nao, wanatupatia moral, tunaona pia sisi tuna uwezekano ya kushinda, unaona. So moral iko, team spirit iko, kila kitu iko. Mikakati yote tuko na all that it takes. Yes, to bring medals home, kuperform vizuri. Yes. Nashukuru sana Friza, na kila heri katika mashindano haya yanakuja huko India, na all the best. Natarajia kukuona wewe ukifanya mambo makuu. Haya. Amekuwa Friza Nyango huyu ambaye ni mchezaji, ni bondia mchanga zaidi, na ndiye bondia wa kwanza kujiunga na timu ya taifa akiwa na umri mdogo. Mambo makuu yanasubiri msichana huyu mdogo, na tunatarajia tuone atafanya nini huko India, angalau mambo yakuwe sawa. Sasa wacha niruhusu tena niseme na kocha mkuu Benjamin Musa hapa, akinielezea maandalizi yamekuwaje kama coach, na yeye kama coach ana malengo gani. Labda kivyako kama coach, maandalizi umeonaje? Mabondia wakoje? Wako tayari? Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuepusha na majeraha, kupatia afya nzuri. Mabondia mpaka sasa wanaendelea vizuri. Response kwa mazoezi imekuwa nzuri, na nafikiria kufikia wakati wa mwanzo wa mashindano tutakuwa tuko tayari kabisa. Manake unajua ni graph. Hatuwezi kuwa tuko tayari kwa mashindano sasa hivi na baadaye bado kuna wiki kama 2. So kufikia ile graph tutafika peak wakati huo wa mashindano. Coach, wachezaji wako ama bondia wako ambao umekuwa nao, kuna wengine ambao ni wageni wameingia kwenye kikosi, kuna wengine wa zamani ambao wamekuwa kwenye kikosi na ni wazoefu. Labda hii blend ya experience na unexperienced ina manufaa gani kwa timu ya taifa na kwa taifa kwa jumla? Kwa timu ya taifa nafikiri kwa wakati huu tunafurahia sana, manake tumekuwa na wachezaji wapya ambao wamefikia kiwango ya kutuwakilisha katika mashindano makubwa ya kimataifa kama haya, na inaonyesha kwamba kuna growth katika boxing ya wanawake hapa nchini. So tuko na wasichana kadhaa ambao ni wageni na ambao ni very promising talent also ni prospects wa medals katika mashindano tofauti ambao yatakuja mwakani, na wana blend vizuri kwa sababu kuna wale ambao ni wazoefu kama kapteni na vile Christine. So hiyo blend inaleta competition inakuwa ndani ya mazoezi, competition sparring standards zinakwenda juu, na hiyo inainua standards zetu kwa ujumla. So tunafurahia sana kuweza kuona wachezaji chipukizi ambao wanakuja vizuri na wanaweza kutuwakilisha katika mashindano. Unapoelekea India na kikosi chako utarajia nini? Tunatarajia performance better kushinda performance iliyopita, manake hatutajidanganya kwamba World Championship ni mashindano ya kawaida. Haya ni mashindano ya hali ya juu, na kuna upinzani pia ni wa hali ya juu. Tutapatana na nchi ambazo zimebobea sana katika mashindano kama haya, lakini tunataka wachezaji wetu waweze kuperform better than walivyoperform katika mashindano iliyopita, kwa wale ambao ni wazoefu, na kwa wale ambao ni wageni tunatarajia tuweze kuona performance nzuri zaidi, na tukiweza kuwa na bahati nzuri katika draws tunatarajia kwenda the next stages. So itakuwa ni a step at a time, hamna haraka. Coach, ni kuchokoza kidogo, najua hii ni siasa lakini ndio hali ya maisha. Urusi watakuwa kwenye mashindano, Ukraine wamesema hawatakuja. Labda hii inaathiri vipi mashindano? Ni kweli ni siasa, na rais wa mashindano haya anatoka Urusi na atakuwepo,
mabondia wa Urusi watakuwepo, na ameamua kwamba watakuwepo, na kajaandika barua kwamba wasije, lakini Ukraine imesema kwamba tutaki. Kwa kweli tunasema mchezo ni uniting, so tungependa watu wote waweze kujitokeza katika mashindano haya ili basi to unite kwa mchezo. Tuone, manake sisi sio wanasiasa, sisi kazi yetu ni boxing. So mimi mawazo yangu ni kwamba ingekuwa bora kama nchi zote zingeweza kuparticipate ili mashindano yawe yenye hadhi ambayo inafaa, kwa sababu hii ni World Championship, upinzani uwe mkubwa, siasa kando, sisi tupige ngumi, siasa tuachie wanasiasa. Amekuwa coach Benjamin Musa hapa. Benjamin Musa akikataa kabisa suala la Ukraine na Urusi, amelikwepa kabisa, lakini anasema kwamba anataka kuona wachezaji wakisondekana mkono kwenye ukumbi. Mimi ni Jeff Mogire kutoka ukumbi huu wa Depo hapa Mathare, ambapo timu ya taifa inajiandaa kwa mashindano ya dunia yajayo huko India mwezi huu.